ATAPE Mini Retreat 2025 Simiyu River Field. ATAPE Mini Retreat 2025 Simiyu River Field. Mungu wetu atukuzwe kwa ajili ya kutusherekesha katika kusudi kubwa la kutuumba na kutukomboa, utume na kazi, na sisi wote ambao wametupatia fursa hiyo ili tufanye makusudi yake, tunapomtumikia kwa furaha na kwa ujasiri, na tunaposubiri kuja kwa Yesu mara ya pili. Na ungana na wengine wote waliopata nafasi ya kuzungumza hapa kwamba tunamshukuru Mungu. Mpaka muda huu wote tunamshukuru Mungu wetu. Na tunashukuru Mungu kwa ajili ya viongozi wetu wa jimbo hili, mwenyekiti wetu Pastor Mashauri, katibu wetu wa jimbo Pastor Otieno, mwanzini wetu Lengai, viongozi wote wa ATAPE katika jimbo hili, na kila mmoja ambaye Mungu wetu amemtumia kufanikisha mikutano hii. Sifa na utukufu virejee kwake. Nimebarikiwa kwa mara ya kwanza pia kuabudu pamoja na president wetu mstaafu mchungaji Mark Warwa Marekani, ambaye tangu kustaafu kwake ndo nimekutana naye tena leo. Na nimevutiwa sana kwamba anakaa kijijini kwake. Ni miongoni mwa vijiji ninavyotamani kuvifikia ni Gambosh. Ayo Pastor, Bwana atanijalia siku moja. Asante. Kuna vijiji ambavyo natamani kufika. Gambosh ni mojawapo ya vijiji na nina sababu zangu. Alafu ninatamani kufika Ragangabiriri. Ilikuwaga mji mnyonge lakini siku hizi sio mji mnyonge. Natamani kufika kijiji kimoja kinaitwa Shungushabawawa. Hivi unao wako hapa? Nina maana pia hata sipafahamu ni wapi. Kote huko sipafahamu, lakini ninatamani sana. Kuna hayo majina, kuna vitu kichwani mwangu vinaendelea ambavyo natamani siku moja niweze kufika. Tumekuwa na mikutano hii na tumebarikiwa na wezeshaji ambao wametambulishwa hapa, wengine wameshaondoka, wengine wapo. Na Pastor ambaye ni mlezi wetu wa chama cha ATAPE jimbo hili, Pastor Elia Nyangusu, akasema nikana kwamba walikuwa wanamuelewa sana. Akanataja yule ambaye tuko naye hapa mwezeshaji. Maana nakumbuka ndiye aliyesema hakuna biashara ndogo ila inayofanya biashara ndogo ni akili ndogo. Hakuna biashara ndogo ila akili ndogo ndio inayofanya biashara. Sasa wanadamu hawatutaki kusema sisi ndio tuna akili ndogo, alafu ndio tunasema biashara ni nini? Tukushokela. Kwa hivyo tumebarikiwa sana kwa kweli na wawezeshaji ambao Mungu aliwatuma. Muda huu ni muda karibu wa chakula, lakini Mungu atatujalia kusikiliza sauti yake, alafu tupate mapumziko ya chakula na kwa ajili ya vipindi vya mchana. Na tumekuwa na neno kuu, utume na kazi, na tumeyaona yote katika siku zilizopita.
na leo tumeitwa kusikiliza neno lenye kichwa kinachosema utume na kazi, tathmini ya hukumu. Utume na kazi, tathmini ya hukumu. Tuombe. Asante Mungu wetu, unapotenda tathmini ya utume na kazi, hili tukeshe tunaposubiri kuja kwako mara ya pili. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo, amina. Mojawapo ya maeneo katika mithali za Yesu ambazo nimekuja gundua zimesemwa mara chache ama kufundishwa mara chache, hii Luka 19. Ile Mathayo 25 aya 14 mpaka 30 ya talanta 5, talanta 2, talanta 1 tumeisikia, tumejifunza vitu vya pekee. Lakini utakiri kwamba kwenye Luka 19 hiyo aya kuanzia ya 11 mpaka 27 ni mara chache mno, na mara nyingi tunazifanya kana kwamba zinazungumza kitu kimoja, lakini sio kitu kimoja. Ingawa kuna mfanano uko hivi: anasafiri, anawakabidhi watumwa wake. Hiyo ni Mathayo pia. Luka na yeye anasafiri, pale anaongezea tu inchi za mbali. Halafu fanyeni biashara mpaka nitakokuja. Hayo ni maelezo yanayoongezewa. Kwa hiyo unaona mfanano ule. Mfanano mwingine, anawapa talanta. Kule anawapa mina, fedha. Somo la kwanza tulielezea tofauti ya talanta na mina, kwa sababu talanta moja ni mina 60. Kwa hiyo talanta ni kubwa zaidi. Kwa hiyo una utofauti huo, lakini anawapa. Na anawapa nani? Watumwa wake. Anawapa nani? Mawakili wake. Kwa hiyo unaona mfanano ule. Lakini pia kuna mfanano, anaporudi anataka hesabu. Kwa hiyo mwenye 5 anatoa 5 faida, mwenye 2 akatoa 2 faida. Yaani unaona kila mmoja anazalisha kama alivyopewa. Halafu unaona pia kwenye Luka 19 naye anarudi akatoa amri waje, alafu watoe hesabu. Aliyepewa akaleta 10, angalia tofauti kidogo. Halafu aliyekuwa amepewa mwingine akaleta ngapi? Kwenye Mathayo yule aliyepewa 1, kuna kufanana, maneno yanafanana yale. Wewe ni mtu mgumu, unakusanya usikotawanya, unavuna usikopanda. Kwa hiyo nikaitunza ili uipate ya kwako. Huku pia kwenye Luka utakuta maneno hayo, nilikaitunza katika leso, napkin. Na akasema niliogopa, wewe ni mtu mgumu. Kwa hiyo unaona kuna kufanana. Kwenye ile Mathayo, lugha ni ile, wewe ni mtumwa mwovu na mlegevu. Tabia yako wewe ni mvivu, halafu ni mwovu. Usisingizie upande wangu, ni shida yako. Lakini pia hata kwenye Luka naye anataja vile vile. Kwa hiyo angalia mfanano. Huku ananyang'anywa, na Luka inasema asiye navyo ataongezewa, na asiye nacho hata alicho nacho atanyang'anywa. Hivi pia kwenye Luka hivyo. Tofauti inakuwa hivi: yule akatupwa nje kwenye Mathayo, ambako kuna kilio na kusaga meno. Kwenye Luka haiendi mpaka upande ule.
badala yake anakuja kushughulikia kundi la pili. Sasa huu mfanano ndio unaofanya tuone kataa atawale walichokipata. Kwa hiyo Yesu alikuwa anaeleza duniani hapa wanakwenda kufanya kile kilichotokea miaka 30, kumkataa Masihi ambaye ndiye kwa pekee anakwenda kutawala. Na sasa anasema Mafarisayo, waandishi na kila anayesikia, mnakwenda kufanya kosa lile lile la kuchinjwa mbele zake. Kwa hiyo alikuwa anaelezea muktadha tofauti. Kwenye Mathayo 25 ni upande wa uwakili, lakini kwenye Luka 19 ni karama ya Injili. Iko tofauti kabisa. Sasa anapozungumza yote haya, ninahitaji usikilize, kwa sababu hatujazungumza upande ule wa sasa anawaita. Sasa ndio ile kuwaita, hiyo ndio inaitwa ndio hukumu yenyewe. Na sasa neno hukumu halitamkwi na linaonekana halifurahishi, lakini Biblia inataja mamlaka yake katika maeneo makubwa matatu. Inataja anaketi kwenye kiti cha enzi. Ukisikia enzi anamaanisha ni mtawala, ni mfalme. Lakini pia kinaitwa kiti cha rehema. Ukiitwa cha rehema, maana yake anataka wewe na mimi tunamfikia tu kwa sababu ni mwenye rehema. Kwa hiyo ni njia ya sisi kumfikia. Cha enzi maana yake ni utawala, sisi ni raia, anatawala mbingu na dunia. Lakini pia hicho kinaitwa kiti cha hukumu. Kwa hiyo hutavitofautisha, sio kwamba kuna kiti cha enzi, hapa kuna kiti cha rehema, hapa kuna kiti cha hukumu. Hapana, ila maana yake vinatajwa kwa muktadha tofauti. Mungu ambaye ni hakimu ni Mungu mwenye rehema na ni Mungu wa enzi zote. Ndio maana nasema weka kiti cha rehema, watakutana nami nikiwa juu ya kiti cha rehema. Maana yake tunamfikia tu kwa sababu ya rehema zake. Mungu huyu ambaye ni mwa rehema bado ni Mungu ambaye ameketi kwenye kiti cha hukumu. Ni kiti cha rehema, ni kiti cha hukumu, ni kiti cha enzi. Ndio maana Biblia inaeleza katika Warumi sura ya 14 na ile aya ya 10, sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha nani? Cha Mungu. Na hapa hakuna atakaye ponyoka. Sisi sote, Mkristo kwa asiye Mkristo, lazima akutane na kiti cha hukumu cha Mungu. Akiandika kwa Korinto ile sura ya waraka wa pili wa Korinto ile sura ya 5 na ile aya ya 10, sisi sote tutasimama katika kiti cha hukumu cha Kristo. Sasa unamwona Kristo hapa. Kule kwenye Warumi 14 aya ya 10 ni kiti cha hukumu cha Mungu. Wakorinto ya pili 5 aya ya 10 kiti cha hukumu cha Kristo. Ni kwa nini? Kwa sababu Biblia inaeleza katika Yesu alisema Mungu amempa mwana hukumu yote. Ndivyo kwenye Injili ya Yohana inavyoeleza. Halafu tena Yesu anasema sijaja kuhukumu bali nimekuja kuokoa. Na akasema hii ndiyo hukumu, ya kwamba watu wameona nuru wakapenda giza. Neno unaolisikia litakalotuhukumu siku ya mwisho. Kwenye ile Yohana Injili sura ya 12 na ile aya ya 42 hadi 44. Kwa hiyo neno unalolisikia litanihukumu siku ya mwisho. Lakini yote hiyo inasema hukumu. Kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 12 na ile aya ya 13 na 14, hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Mche nani? Na uzishike amri, kwa maana kwa jumla ndio impasavyo mtu. Aya 14 inasema kwa maana Mungu ataleta nini? Analeta kitu gani? Ataleta hukumuni kila kazi na kila neno, liwe la siri ama baya ama. Na kwa sababu hiyo Mungu ataleta hukumuni kila kazi. Mimi nikawa najiuliza, kwa nini tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani, lakini hatuhukumiwi kwa neema wala kwa imani?
Biblia inaeleza hukumu haitaki imani, hukumu inataka kazi. Hivyo ndivyo Biblia inaeleza. Na ndio maana kwenye Ufunuo sura 22 na ile aya 12, naja upesi na ujira wangu uko wapi? Mkononi mwangu, kumlipa kila mtu sawasawa na kazi, sio imani yake. Hakuna aliyeajiri anayelipa watu kwa sababu wana imani na shirika. Wanalipa kwa sababu wamefanya kazi kwa ajili ya shirika. Na Yesu anakuja anatangaza atatoa ujira kwa kazi zetu, sio kwa neema ama imani, ni kazi. Na hata watakaopotea ambao watatupwa kwenye lile ziwa la moto, kwenye Ufunuo 20 ile aya 13, na kila mtu akahukumiwa sawasawa na kazi zao. Kwa hiyo wanakwenda kwenye ziwa la moto kwa sababu kazi ni malipo. Wanapata uzima wa milele kwa sababu ya kazi. Mpaka wao wanajiuliza kwa nini hawa watu wa Mungu walichagua hii theme? Kwamba walielewa ama hawaelewi? Mungu alikuwa na agenda. Kanisa hili lina watu wengi, lakini wanaofanya kazi ni masikitiko. Na tunadhani tutampokea Yesu anapokuja mara ya pili. Kuhudhuria misa ni jambo jema, kusali na kufunga ni sawa, kusoma maandiko ni vizuri, lakini kama hatuwezi kufanya kazi maadamu ni mchana, Mungu anakwenda kulipa sio sawasawa na sala zao, sio sawasawa na kufunga kwao, sio sawasawa na ibada, ila kwa kazi zao. Na ataleta hukumuni. Wakati anazungumza sasa tufanye hukumu, nieleze hili neno anayotaja kwenye Agano la Kale, ambalo ndilo wakati Agano Jipya wanapoandika hukumu. Wayunani wenyewe na majina mawili, wanaita krisis na wanaita krino. Krisis ni mchakato ambao ukishakamilika hakimu anakaa, halafu anatoa hukumu. Lile tamko wao hawaiti tena krisis, Wayunani wanaita krino. Lile tamko ambalo ni baada ya krisis, baada ya mchakato. Lakini Waebrania wana neno linaloitwa mishpat, na limeandikwa katika Biblia ya Agano la Kale kutoka Mwanzo mpaka Malaki mara 431. Na naomba usikize vizuri, hilo neno linamaanisha nini? Lina maana kubwa nne. Hilo neno lina maana ya justice, haki. Hilo neno ordinance katika swala la ibada, katika swala la tabia, katika swala la huduma, ambalo ni neno maana ya pili. Hilo neno hilo ambalo linazungumzwa pale lina maana ya kwamba sheria, legal, ni swala la sheria. Hilo neno linapozungumzwa pale linaleta hivyo kwenye mchakato ule. Hilo mishpat. Na ndio maana katika swala ukisikiliza Biblia inavyolieleza ni kitu cha ajabu sana, kwa sababu hukumu, ukisema Mungu ni wa rehema, usisahau ni Mungu aliye hakimu. Usivitofautishe kabisa. Ngoja nikurudishe kidogo kwenye hili neno. Hilo neno lina herufi 4 za Kiebrania. Ya kwanza wao wanaitwa men, ambao sisi tunaita M kabisa, mama M. Wao hiyo M, lugha ya Kiebrania, mtaniwia radhi kidogo kwa sababu kuna wakati nalazimika kurudi darasani, lakini kwa nia nzuri ili kusaidia kujua, kwa sababu lugha ya Kiebrania haikuwa hii tunayoita fonolojia. Fonolojia ni lugha ya matamshi. Lugha ya Kiebrania ni pictography, ni lugha ya picha. Walikuja kuweka kwenye herufi baada ya miaka kuenda, na kizazi cha Kiebrania wakapata shida na kuchoka kuandika ili lugha ya picha. Yaani unaona mtu kama ukienda kwenye vyoo wamechora mwanaume amevaa suruali, hakuna maneno na unajua hapa ni mwanaume. Hiyo inaitwa pictography. Hakuna maneno, ni picha peke yake. Na leo kwenye dunia hii ni Chinese language, lugha ya China na lugha ya Japan na lugha ya Korea ndio bado wanatumia pictography.
Zingine hizi zote ni pornography, phonologia, ni za matamshi. Sasa kwa sababu unaposoma hiyo lugha ili uweze kufahamu, walipokuwa wanaitengeneza kuwa ya kutamkika, walibakiza umbo lenye sura ile ile. Kwa hiyo wanapotaja ile memu yao wanayoitaja ile kwanza wao ni lugha ina maana, halafu ina thamani ya namba. Hiyo memu yenyewe ina thamani ya namba 40. Ndio maana unashindwa kuangalia, watu huwa wananiuliza maswali, hivi nini maana ya 40? Wana Israeli miaka 40. Musa mlimani siku 40. Halafu mvua zilinyesha siku 40. Yesu alienda akajaribiwa siku 40. Kwa sababu mwingine pia siku hizi nao kuna maombolezo ya siku 40. Lakini ukiacha hiyo, mpaka Waswahili wakasema siku za mwizi. Hiyo ina thamani ya tarakimu ya 40, ambayo ina maana 3. Ina maana ya testing, mtihani. Ina maana ya trial, kujaribu. Halafu ina maana hilo neno, hilo ambalo unazungumza, hilo thamani yake yenye maana ile M yenyewe, hiyo M. Inapozungumza hapo, ina maana pia upande huu wa uhai. Na ndio maana hiyo mem, maji kwa Hebrania wanaita mayim. Na herufi ya kwanza inaitwa hiyo M, ambayo inamaanisha kwa nini mahim? Kwa sababu hiyo inatumia kwa maana ya maji, kwa maana ya uhai, lakini kwa maana maji kwa ajili ya utakasaji. Tunafua nguo, tunaogesha mili, tunasafisha nyumba. Kwa hiyo inatumika kama cleansing unit, ndio inayohusika na usafishaji. Na hivyo uhai, ukisikia wanaita maji ni uhai, ni wazo la zamani sana. Kwa hivyo ndio neno la kwanza, herufi ya kwanza mishpat, M, kuonyesha hukumu. Maana yake nini? Inahusu swala la kuleta uhai, swala la kusafisha, ondoa uchafu. Ina maana ni muda wa mtihani. Lakini neno la pili mishpat, wanaita shini. Shini imekaa kama meno ya umma matatu yanaelekea juu. Ni kama W, lakini uipindue iangalie juu. Wenyewe hiyo shini hiyo ina tarakimu ya thamani 300. Na hii 300 ndio maana unaona ile safina urefu wake mikono 300. Na unaangalia ile ya Gideoni askari 300. Unaangalia mbweha wa Samsoni ngapi. Usipoelewa ni nini, wanatembea kwenye uelewa wa ajabu. Na hii maana yake ni nini? Meno hayo, hiyo inamaanisha meno makato ya mbele. Sasa sikiliza kwa nini. Sio machonge yanayorarua, ani yale ya mbele yanayokata. Hayo meno makato yanamaanisha uimara, the sharpness na strength, ukali wa kukata pamoja na uimara. Na ndio maana jina mojawapo la Mungu, herufi mojawapo ya jina linaanza na hiyo shini, hiyo neno Shaddai, ambayo Mungu anamwambia Musa kwenye mlima wa Horebu, pale uwanda wa Horebu, kwamba babu zako walinijua kwa jina la Shaddai. Sikujua nimejitambulisha kwao kwa jina la Yahweh, ila walinijua kwa Shaddai. Ukisikia El Shaddai, Elohim Shaddai. Shaddai ndio tunaotafsiri mwenyezi, God Almighty. Maana yake mwenye nguvu, na ambaye ndiye tu anaweza kulinda. Sasa angalia, mwenye uwezo na mwenye nguvu, Almighty. Ndio maana ilibidi Waisraeli kabla hawajamfahamu kwa huyu wafahamu kwa jina hilo. Watu wakijua Mungu mwenye uwezo anayelinda, hakuna kinachopinga mamlaka yake, watapuuza ilizi, watapuuza uganga, watadharau uchawi, maana wana Mungu Shaddai. Na ndio maana ikiwa hujamjua Mungu, maana yake utababaishwa. Ilikuwa Mwanza kipindi fulani, mojawapo ya watu niliokutana nao na ni Waadventista, wamenunua nyumba mojawapo pale Mwanza. Lakini kumbe ile nyumba kulikuwa kuna ushirikina. Wapangaji wanafia mule ndani, na sio kifo cha kuona hivi unakuta damu. Mpangaji wa kwanza akafa, mwingine na yeye akafa, mwisho ikajulikana. Ukipanga hiyo nyumba unafanyaje? Na nayani Mwadventista ameshanunua. Sasa imekaa hapo haina wapangaji, watu wanaogopa kwenda kufa. Nikazungumza nao, nikawaambia ikiwashinda mnipe.
Hivi umeelewa kuna washiriki ambao mpaka sasa wakisikia bundi analia na wao wanalia. Halafu wanasema katika Yakobo hakuna uchawi, katika Israeli hakuna uganga. Lakini bado wanaogopa ndege anaitwa bundi. Ambaye yeye hata akitokea mchana ndege wengine wanamshambulia. Lakini wewe unaogopa yule ambaye ndege wengine wanashughulika naye. Kwa hiyo nilitia moyo ile familia. Sijajua nini kinaendelea mpaka saa hii. Lakini nilizungumza vile katika kuwaeleza tu ya kwamba hakuna uganga katika Israeli na hakuna uchawi katika Yakobo. Kwa hiyo niliwapa maelekezo, nikawaeleza wamuone mchungaji wa kwao wa kanisa pale na mengine ambao nilizungumza nao. Kwa hivyo hiyo ndio neno ambalo linazungumzia Shaddai, mwenye uwezo ambaye analinda. Mungu mwenye uwezo na Mungu anayelinda, Shaddai. Na ndio maana inaanza herufi hiyo shin. Kwa hiyo mish lina maana hiyo, anayesafisha, anayejaribu, anayeweka uhai. Hukumu iko kwa kuje kujaribu, iko kwa kusafisha, kwa kuweka uhai. Lakini wakati huo ina maana ya kulinda na kuwatunza wale waaminifu ndani yake. Na wanakuwa ndani ya usalama. Ndio maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Kwa sababu ni sehemu ya kutufanya kuwa salama. Tutakuja kueleza kwa nini iko namna ile. Lakini neno la tatu linaitwa pe. Hiyo neno mishpat. Sasa hiyo neno herufi inaitwa pe. Pe imekaa kama kinywa, ambao thamani yake hiyo pe ni 80. Wao wanaitumia hiyo 80 kwa maana ya strength, kwa maana ya nguvu, kwa maana ya ukomavu, maturity, kwa maana ya uongozi, leadership. Na ndio maana wakati Musa anasimama kwa Farao kwa mara ya kwanza alikuwa na miaka 80. Hiyo ni Kutoka 7 aya ya 7. Kwa maana yuko kwenye uongozi na ana miaka 80. Amepevuka, lakini ni kiongozi. Sasa inapofanyika vile, sio tu inazungumza pale. Kwa nini ina umbo la kinywa? Kwa sababu ndio kauli, inawakilisha kauli, usemi, mamlaka. Lakini pia ina maana ndiko maisha yanafanya mwili uishi, afya, kwa sababu chakula kinapitia kwenye kinywa. Kwa hiyo inazungumzia ni nembo ya ustawi wa kimwili na ni nembo ya ustawi wa kiroho. Ndio maana naambiwa, mwanangu, chukua hilo gombo uweze kulila. Kula neno la Bwana, anazungumzia pe, ili upate afya na ustawi wa kimwili. Na hiyo ndio maana iko pale. Kwa hiyo anapozungumzia mishpat, anapozungumza lile neno ambao ni 80, anazungumzia ukomavu. Yeyote aliyekomaa anajaribiwa ili aweze kuthibitika ya kwamba yuko na uhai. Hukumu, mishpat. Na herufi ya mwisho ndio ile inaitwa tet. Teti yenyewe ndio herufi ya mwisho kwenye single digit katika herufi za Kiebrania, ndio namba 9. Nasikiliza, ndio single, maana ukianza hapo unaingia 2 ya 10, 11 kuendelea mpaka 22. Lakini hii ndio ya mwisho yenye single digit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na ya 9. Ndio maana inahusika muhimu sana kwa Waebrania. Hiyo ni divine number, ni namba ya kimbingu ambayo kwa sababu ya ule upekee wake inawakilisha ukweli, inawakilisha haki, inawakilisha usahihi. Hiyo tet na yenyewe imekaa kama mtoto mchanga uliyempakata na unamfunika na baby show. Inabaki tu sehemu ya uso, ambayo inamaanisha hivi, unatofautisha mazingira ya nje na ya ndani. Ya nje hayako na usalama, ya ndani ili apate usalama. Kwa hiyo kama kuna baridi nje, tengeneza mazingira ya hewa inayostahili ya joto ndani. Kwa hiyo unamfunika. Kwa kitendo hicho unamtofautisha na yaliyoko nje kwa kumuhifadhi. Yaani hukumu kwa lugha ya Kiebrania sio kitu cha kuogopa. Ndio mahala ambako watu wanahifadhiwa na kutoka nje.
Na ndio maana hiyo neno tetiro ndio herufi ya kwanza kwa sifa ya uwema, ile sifa ya asili ya uwema. Ukisikia Bwana ni mwema, hiyo unaposoma kwenye Zaburi 145 aya ile ya 9, Bwana ni mwema kwa watu wangapi? Ama ile Zaburi 34 aya ya 7, onjeni muone ya kwamba Bwana ni mwema. Hilo neno mwema inaanza na herufi teti, wao wanaita tovu. Ile teti ile ndio inaozungumzia wema wa Mungu, ambayo ndio ndani yake inatoka rehema, inatoka kweli, inatoka haki, inatoka upendo, inatoka hukumu, inatoka nini. Hilo neno mwema ndio kifurushi cha tabia yote asili ya Mungu. Na sasa ndio anasema Bwana ni mwema, ni herufi ya teti ndio inayoanza kwenye lile neno. Kwa hiyo inatangaza Mungu alivyo mwema, anafunika kwa haki yake. Kwa hiyo ndio maana ya mishpat. Mishpat ni nini? Ni sehemu ya kuhifadhiwa, sehemu ya waliokomaa, kwa sababu wanachujwa na kusafishwa, wanawekewa uhai, sehemu ya kujaribiwa na kutangazwa wako hai. Ndio maana kila kazi italetwa wapi? Soma Biblia, kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile aya sura ya 32 na ile aya ya 4. Sikiliza Biblia inavyoelezea. Kumbukumbu la Torati 32 aya ya 4. Watu wa Mungu ambao wanasema wawe wana microphone. La Bwana linasema, Kumbukumbu la Torati 32 aya ya 4 inasema, akaipokea mikononi mwao, akaitengeneza kwa patasi. Kumbukumbu la Torati 32 aya ya 4. 32. Ninauliza, ni 32 Kumbukumbu la Torati? Nauliza msomaji. Msomaji ndo nataka anijibu. Ni kutoka aya Kumbukumbu. Naomba unijibu msomaji. Hiyo ulisoma nini? Kutoka. Roho ya msomaji na roho ya mhubiri lazima iwe moja. Amani ya Bwana iwe nao. Amen, amen. Kumbukumbu la Torati 32 na ile aya ya 4. Hebu soma. Neno la Bwana linasema, linasema, yeye mwamba, yeye ambaye ni mwamba, kazi yake ni kamilifu. Kazi yake ni kamilifu. Maana njia zake zote ni haki. Njia zake zote ni haki. Hapo wametafsiri haki, lakini neno lenyewe ni mishpat. Njia zake zote ni hukumu. Lakini wakaona tukifanya hivyo watu watastuka, labda watafsiri, wakachukua mojawapo ya tafsiri hilo neno haki, kweli na ile justice ya kisheria. Kwa hiyo wakaweka neno haki. Njia za Mungu zote ni nini? Ni haki, ni hukumu, mishpat. Ninakurejesha hilo neno lililoandikwa pale. Yaani waliposema Mungu nionyeshe njia zako, ukisema njia za Bwana zote ni mishpat. Zote. Unaposoma ile Yesu anasema kwa Yohana ile 14 aya ya 6, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Unaposoma Mithali, mlee mtoto katika njia zote za Mungu ni hukumu. Zote ni mishpat. Na akazifafanua. Malizia hiyo aya usikie. Anasema, akasema Mungu wa uaminifu, yeye ni mwaminifu, asiye na uovu, hana uovu. Yeye ndiye mwenye haki na adili. Hiyo ni aya ngapi? Ya 4. Njia zake zote ni hukumu, zote. Nataka ujue jambo hilo kwamba njia tunazozitafuta kujua njia za Bwana, njia ni hii, nifuateni, njia ni hii, njia zake zote ni hukumu. Hukumu sio kitu kibaya, maana ndiko zinako hukumu ndio inaweka uhai. Hukumu ndio mtihani wa safisha tusiwe na takataka. Na hukumu ndio haki, ndio yeye. Ndio maana kinaitwa kiti cha hukumu cha Mungu. Na saa nyingine kwa sababu tunazifahamu hukumu za hapa duniani, na wakati fulani zinapotoshwa, tunadhani pia ya upango Mungu, kwa sababu ni tabia yake ya asili. Ndivyo alivyo, na njia zake zote ziko hivyo. Na ndio maana alimwambia Ibrahimu
kwenye ile Mwanzo 18 aya 19. Je, nimfiche Ibrahimu? Hebu nenda usome uone. Yaani tunapofundisha, Mungu alijua Ibrahimu atafundisha nini. Katika Mwanzo sura ya 18 na ile aya 19. Hebu soma pale. Mwanzo 18 aya 19. Aya 19 inasema Yesu akiwa njiani kuelekea Sodoma na Gomora alimwambiaje Ibrahimu hapa? Kwa maana nimemjua Ibrahimu ya kwamba atawaamuru wanawe watoto wake na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana. Waishike njia ya Bwana. Wafanye haki na basi unaona hiyo njia inayofafanuliwa haki na hukumu. Na hukumu, mishpat. Ibrahimu Mungu alimjua huyu atafundisha, hiyo ndiyo njia ya Bwana. Amen. Yohana Mbatizaji anaposema itengenezeni njia ya Bwana, anazungumzia mishpat. Kila kilichoinuka kisawazishwe. Ibrahimu Yesu alimjua, anafundisha watoto hicho. Taifa leo linalia juu ya dhuluma. Viongozi wa serikali wanatafuta kuondoa wabadhirifu, lakini ni watoto wetu tuliowazaa. Hatukuwafundisha njia ya hukumu ya Bwana na haki, kwa sababu Mungu wetu hiyo ndiyo njia yake. Kama kuna mzazi anahitaji aachie dunia hii urithi ambao watafurahia kuzaa watoto, ni pale watoto wanapotenda haki na hukumu. Amen. Utakuwa umeacha baraka kwa jamii. Baraka kwa jamii. Halifahamika hivyo. Na ili ujue lina uzito mkubwa. Ili ndipo nirudi sasa kwenye Luka. Fungua Mithali sura ya 21. Uone anavyoelezea, anapozungumzia neno mishpat, hukumu. Anapozungumzia hukumu, anatupatia tulinganishe ili tujue. Kama hatukujua maana yake, basi tulinganishe na hiki tunachokijua. Katika Mithali sura ya 23 na ile aya 21, ile aya ya 3. Mithali 21 aya ya 3 inasema kutenda haki na hukumu. Kutenda haki na nini? Na hukumu. Na hukumu, ya maneno mawili, haki na tseg, alafu na hilo neno mishpat. Kutenda haki na hukumu humpendeza Bwana kuliko kutoa sadaka. Huyu inampendeza Bwana kuliko kutoa sadaka. Na kama hilo halitatusaidia, basi ni hatari. Ndio maana alimwambia Sauli, akamwambia utii ni bora kuliko nini? Kuliko dhabihu. Na hapa anaeleza, ndio maana kwenye utii pale unahusisha juu ya sheria mishpat, legal. Ndio maana huwezi kutaja haki kama hakuna hukumu. Huwezi kutaja haki kama hakuna kweli. Haya ni maneno ya kisheria, judicial words. Palipo na hukumu kuna haki na kuna kweli. Amen. Na ndio maana kama watu hawawezi kusema mambo hayo, kwa maana wasitazamie mengine yoyote ile. Mahakama ndio mahali ambako kweli lazima ijitukuze, na ikijitukuza haki itasimama. Kwa nini? Kuna hukumu. Na anaeleza kutenda haki na hukumu inapendeza zaidi kuliko kutoa sadaka. Kwa sababu utendaji huo maana yake ni moyo, ni tabia. Unaweza ukatoa ng'ombe, ukatoa fedha, ukatoa hiki, lakini tabia haipo. Ndio maana Yesu anasema, mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Ndio anavyoeleza, nipe moyo. Tuliona hiyo ni Mithali 23 aya 26. Nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na moyo wangu. Ndio tuliyoiona kwenye Mathayo ya sura ya 16 na ile aya ya 26. Mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Mbingu zinaposema tutoe sadaka, kinachotafutwa ni moyo. Haji kuchukua vingine. Na tuliona hapo katikati kwa nini? Ni kwa sababu utoaji wa sadaka ni utoaji wa uhai. Ndio maana kuna changamoto ya kuwa waaminifu wa zaka na sadaka leo, kwa sababu ndivyo vitu vinavyotegemeza uhai baada ya kufanya kazi kwa siku 6. Na kwa sababu Mungu alipoumba akaumba muda, time,
akaumba talent, akaweka uwezo ndani, halafu akaumba hazina, treasure, na tunapovitumia hizo vyote vinatupatia kuishi. Kisha anatupatia, halafu anasema nipatie sehemu. Tunapotoa hivyo vitu tunatoa uhai. Ndio maana mtu asema mwaminifu kwa matoleo anakataa kumpa Mungu uhai, watachinjwa mbele zake. Vinginevyo hamna maana ya utoaji, kwa sababu uwakili una focus kwa Mungu na sio kwa vitu, ila anatumia vitu kuchukua moyo. Ndio tuliyosoma ile Mathayo 6:21, maana pale hazina ya mtu iliko ndiko na nini? Moyo. Siku zote unashikana na vitu, unashikana na mali, unashikana na hiki na ni hicho. Yesu anaketi kwenye kisima cha Yakobo, mama, niomba maji, nipe maji, kwa sababu maji ndio yanaleta uhai. Kama anaweza kutoa maji, maana yake anaweza kutoa uhai. Na kwa sababu hiyo kila ambacho kinategemeza maisha, ndio Yesu anaketi, nipe unondo, nipe kokoto, nipe mawe, nipe simenti, nipe mahindi, nipe maharage, nipe fedha, nipe dhahabu. Huwa anajua ndivyo vinavyotegemeza uhai na bado vimetoka kwake, na hivyo anataka aone, je, una hakika ulipokea kutoka kwake? Kama ulitokea kutoka kwake, na ndiye anayesema nipe. Ndio maana Ibrahimu alikuwa tayari kwa Isaka, kwa sababu alijua Mungu aliyempatia. Alipomwambia utapata mtoto, Ibrahimu akasema tusitaniane bwana, mruhusu tu Ishmaeli aishi miaka hii 100, unazungumzia nipate mtoto. Alipomwambia Sara akacheka, nikiwa mkongwe hivi utapata mtoto. Akamwambia kuna jambo gani gumu la kumshinda Bwana? Ndio maana alipomwambia Ibrahimu kamtoe Isaka, Mungu alimpatia Isaka wakati mzee yule na mama walishapita mpango wa kupata watoto. Mfumo wa biolojia ulishakuwa mali chakavu. Ndio maana alimulilia ruhusu tu Ishmaeli. Mungu akasema hapana, mimi ni Mungu Shaddai, the Almighty, mwenye uwezo. Ndio maana alimwambia Musa, walinijua kwa Shaddai. Kama hao watu watanijua kwa huyu El Shaddai, hawatakuwa na mashaka na yeye. Leo anasema leta zaka kamili, sadaka kamili, alafu nasema nitakufa njaa, nitapata wapi ya matibabu? Anasema hivi, nani alikupa? Je, nilipokupatia walikuambia vimeisha? Yesu akasema huu ndio uzima wa milele, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli. Tusipomjua huyu Mungu tutahangaika mno, hatutaweza kuwa waaminifu kwake. Tutabaki watu wa msisimuko. Leo ni kama tairi na tube ya baskeli yenye pancha ndogo. Uko maparara kule unapuliza, haujafika Mwandoya unashuka, imeshakuwa ringi. Uaminifu wetu wa kusisimuliwa na kupampiwa na kuchangamuka, kama huo sio wenye tabia. Tabia iko hivi, yani haya ndio maisha yako, na usipofanya vile unaona maisha yanaenda, unaona unasafaketi, unakosa hewa. Ndio maana Daudi anasema tunafurahi Bwana kwa hiari yetu, tumekutolea katika vitu vyako mwenyewe. Wala utasubiri wengine useme mbona ni mimi tu hapa kanisani. Una hakika naye anaenda huyo? Tukushokera. Kwa hivyo ndio lazima ujue ni wewe aliyekuita. Usifanye unategea ati mwingine naye afanye. Wewe fanya, kwa kuwa ndiye uliyepewa talanta, ndiye uliyepewa fedha. Maana hata ukienda mbinguni sio tu huyu mshiriki. Hata kama mzazi alibaki, hautasema baba yangu amebaki, mama yangu amebaki, sijui mke wangu amebaki, mume wangu amebaki, watoto. Biblia inasema atafuta kila chozi. Na Biblia inasema tutabaki zamani za kweli na za haki, mishpasi zako.
Na hapo hakuna kujali babu yangu amebaki. Hatuna huzuni hiyo tena. Maana maadui wa Yesu ni maadui wa watoto wa Yesu. Halafu hao ndio wanakuvunja tamaa eti ni mimi tu kila wakati mimi ndo ninayefanya. Una hakika hao wanaenda? Wengine wapo ili washuhudie madhabahu zinajengwa. Ndio maana Ibrahimu alikuwa anaweka. Wapo ili washuhudie kuna watu wa Mungu walikuwa wanakaa hapa kanisani. Kwa hiyo usifanye unategea mwingine, fanya unavyoweza. Na kama alivyosema mtumishi wa Bwana hapa ya kwamba ingelikuwa inawezekana watu 20 milioni 20, lakini ukweli ikiwezekana hata mtu mmoja angeweza kufanya hicho. Kwa nini hatuna Waadventista ambao mpaka mamlaka za serikali ya nchi wanaweza pia wakajua hawa watu wana Mungu wa kweli pia? Kwa sababu tuliona thari mtu aliye na bidii na mwenye mali atasimama katikati ya watu gani? Na tukipata watu wa namna hiyo watakaa meza moja na watawala, na hao ndio wanaweza kuhubiri watawala. Ndio maana tunahitaji mambo ya kiuchumi ili usomeshe watoto wako. Na kanda ya Ziwa Mungu aliwaweka sehemu nzuri, mnakula vyakula vinavyoimarisha brain. Tukiacha ushirikina, shirikina unaosama pale ni kutokutii. Samueli alimwambia Sauli, maana uasi ni sawa na dhambi ya uchawi. Yaani kutomtii Mungu ni ushirikina. Sisi tukiwa watifu kwa Bwana tuna access na vyote Bwana alivyoviweka, na tuna brain ambayo ni very smart. Unasomesha watoto kwa sababu una uwezo. Wale watoto watapita vidato, wataenda paka kule. Wale wenye akili, wale waadilifu, wale wa kweli, wachapakazi ambao serikali itawanyakua na kuwaficha. Wale ambao mambo yakiharibika wakiwaita hao yanasimama. Kama na upande wa mainjinia wakisimama wanasema wanasaruti. Katika mipango ya kiuchumi wako hawa wanaitwa vichwa. Tutakuwa na watoto ambao kila mahala watasimama kumwakilisha Mungu wa mbinguni. Lakini kwa sababu hivyo tumeruhusu watu wasio na akili mbovu, ndio leo wanaitwa wanasiasa, baadhi yao ndio wanapewa dhamana leo kutusimamia. Dhambi inaendelea kuharibu katika jamii. Wanawaweka mara wanawatumbua, mara ni wafisadi. Kwa nini usilete mtoto? Halafu na wewe unazungumza tu hii nchi na mafisadi. Aweka mtoto kama Hana alipomweka Samueli. Ukijua kwa hakika hapa nchi yetu itafaidika, weka mtoto kama Yokabet na Amram walivyomweka Musa. Weka mtoto kama Zakaria na Elizabeth walivyomweka Yohana Mbatizaji, waliosimama kukabili upepo wa mbisho wa uovu. Kama utakuwa ufanyi hivyo, bado wewe ni ndugu yake Mwarabu. Ndio maana mtoto akikuletea hiki na kile, ndani ya muda mfupi ana nyumba ya orofa, ndani ya muda mfupi ana magari matatu, usiseme mwanangu amebarikiwa. Muulize kwanza kama anazipata kwa halali. Sije akawa watu wanalia kule halafu wanashabikia. Ni sawa na wale wako ambao binti yao na mkwe kila likizo wanakuja na wajukuu kwako. Hata umuulize binti yako, hivi kule kwa wazazi wenzangu kule mnaendaga wini? Mwanangu binti yangu wanapendana na mume wake, yani kila likizo ananiletea wajukuu, wakati wazazi wenzao kule wanalia. Hakuna unafiki mbaya kama huo. Lakini wale wazazi wenye akili watamuuliza binti yao, mwaka jana mlikuja hapa kwetu Disemba, mwaka jana mlikuja paka na watoto, na hiki mnafanya hivi kule ukweni huwa mnaenda lini? Acha maisha unafiki. Huyu binti yako hawezi kuwa mwema kwa sababu ana ubaguzi. Hajamkuta huyu mume ambaye kutoka kwa wazazi wake. Hii dhambi itatumaliza. Lazima uinue watoto. Lazima. Mama mmoja alinifurahisha ambaye kijana wake alikuwa anamtumia vitenge, anatuma mpaka naye za kushona, anatuma lakini baba yake hamtumii. Si unajua kina baba wengine wakiwa bado wana nguvu na wana hera ni wababe kuliko simba wa porini. Anatukana paka na mama yao.
Lakini kumbe hawajui inaenda, nguvu zinapungua na hela inafanyaje. Saa hiyo sasa mama ndio anakwea kwenye mlima. Ndio wa kwanza kuitwa na watoto, njoo Shinyanga. Na akienda Shinyanga ajui kama atatoka Shinyanga ataenda Ruvuma kwa kijana wake mwingine. Cha hiyo baba akoyo Pemba na Maswagete. Ai. Tukushokera. Wakati yanafanyika hayo, anamtumia hiki na kile, baba haelewi. Yuko tu pale kwa sababu ni kweli baba alikuwa hajari nyumbani, wagonjwa wageni wakija mama anaibika. Yeye anakula hotelini ni kweli, lakini anahitaji mama aliyemwadilifu, aliyeongoka, ambaye atahakikisha watoto wanarudisha heshima kwa wazazi wake. Sasa huyu mama alipokuja yule kijana, siku anamwaga kuondoka, akamletea nguo zake na zile hela za kushonea. Kijana amwambia, mama, nilikutumia mbona ushonee? Mama akamwambia, za baba yako ulizotuma ziko wapi? Yule kijana magoti yaligongana. Akamwambia, kama uwezi kumtumia baba, chukua hizi nguo zako na hela zako, nenda nazo. Ni wale tu walioongoka wanaweza kufanya vile. Na watoto wengine ni wajanja, anampa mama 500 pembeni. Alafu wakati anaaga sasa ndio anajifanya ndio anaanza kutoa upya. Anampa mama 30,000, alafu baba anampa 70,000. Ili baba kwa akili yake aone hiyo dhambi itakula mama na itakula na mtoto wake. Usisahau mishpat. Mungu ni wa kweli, ni Mungu wa haki. Kwa hivyo anaeleza hicho. Sehemu ya mwisho ya somo hili, rudi Luka 19. Luka 19, baada ya kuona hukumu yenyewe ile ni ya haki, haifichi chochote, baada ya kuona huyo ni Mungu yuko kazini. Hiki kisa ametaja makundi mawili. Kwenye aya ya 13 ambayo ndio aya iliyowekwa hapo kwenye mkutano inayobeba wazo kubwa. Na aya ya 14 ametaja yote makundi mawili. Aya ya 13 ni wale watumwa wake. Watumwa wake. Akawapa wote kiwango sawa, tofauti na talanta ya Mathayo 25. Ambayo ni 5, mwingine 2, mwingine 1. Hapa ni sawa. Kama ni muda sawa, talanta sawa, treasure sawa, ukweli sawa, wote walipewa sawa. Alafu akawaagiza, wekeza mpaka ninaporudi. Kwa hiyo kutoka hapo na kuja kwake ndipo kazi ilipaswa ifanyike. Akimaliza tu aya ya 13, anaingia aya ya 14. Hapa anataja kile kikosi kisichotaka atawale. Wakapeleka watu wasiotaka awatawale. Ndio aya ya 14. Kwa hiyo anataja makundi mawili. Kwenye aya ya 15 akarudi, anautawala, akatoa amri watumwa wake. Maana yake ni nini? Hukumu inaanza kwa watumwa wake. Ndio maana Petro amesema hukumu inaanza katika nyumba ya Mungu kwanza. Watumwa wake ndio wa kwanza kuletwa hapa. Angalia inavyofanyika. Ni hukumu mbili tofauti. Hii inaanza ya watumwa wake. Halafu wale waliokataa watawale itakuwa ya mwisho. Kwa hiyo anaanza na hawa wanaojiita watumwa. Aliowaamini akawapa. Sasa yule wa kwanza kwenye ile aya ya 16 na 17 akaja yule wa kwanza akasema, Bwana, fedha yako imeleta ngapi? 5. Imeleta 5? 10. Tuliwaambia siku ile ya kwamba sio yeye aliyeleta, ni fedha yake. Nilizungumza hilo kwa undani kabisa. Kazi yoyote unapoitwa kuifanya, inapotekelezeka, sio sisi,
ni fedha yake. Ukihudumia kuku haujawahi taga hata yai moja, ni kuku wanaotaga. Kwa hiyo usije ukachukua utukufu. Hapa ndipo inapoeleza kwenye ile Mathayo, anasema nimeleta zingine, akimaanisha hivi, wewe ulionipatia hiki anasema nimepata. Lugha ya Kiunani inasema nimepata zingine. Kwa hiyo lugha yake ni ile ile kwenye ile talanta. Maana yake ni kwamba nilipata kutoka kwako, na hii talanta pia nimepata tena nyingine. Bado inamtoa mhusika kuchukua sifa. Na hapa kwenye Luka moja kwa moja, imeleta fedha yako, fungu lako limeleta. Sio wewe una tabia kama ya kwangu, wewe una tabia kama ya kwangu. Halafu kwa vile ulivyokuwa mwaminifu katika neno lilo dogo, umekuwa mwaminifu, haya uliyoyafanya yote ni madogo, uwe na mamlaka juu ya miji 10. Nakupa miji sasa, utawale katika utawala wangu. Yaani wewe ni mtumwa mwema na ni mwaminifu. Kwa hiyo anafanya nini hapo? Anampongeza. Halafu anampa sehemu aweze kutawala. Ndio maana hiyo mithali inahusu ufalme wake. Amen. Tukitumika sio ili tuwe na hela, ila hiyo hela ikuwezeshe wewe kuipeleka sehemu yake na raia wajiandikishe kwenye utawala. Amen. Unashughulika ili anapokuja ulihusika kupelekea watu kwenye site ili watu wajisajili kwa utawala wake anaokuja. Amen. Yule wa pili kwenye aya ile ya 18 na ile aya ya 19 alisema ameleta ngapi yeye? Alileta 5. Naomba usikize vizuri hapa, kuna kitu cha muhimu mno. Ikiwa wote wapewa kiwango sawa, yule wa kwanza akaleta 10. Kwa nini huyu ameleta 5? Ili ujue ya kwamba hakufurahia. Angalia aya ya 19. Soma aya ya 19. Ona alivyosema. 19 inasema akamwambia huyo naye, wewe uwe juu ya miji 5. Na wewe naye utawale miji 5. Maana yake ni nini? Hakumpongeza. Usifikiri yameachwa kwa makusudi, kwa nani, kwa bahati mbaya. Ni sawa na ile Sara ambayo Yakobo alikuwa amelala, akasikia kutoka kwenye ile ngazi juu, mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahimu, Mungu wa baba yako Isaka. Hakusema ni Mungu wako Yakobo. Usifikiri hakujua anachokisema. Wakati huo anaenda kwa Labani, ni mpaka wakati ule alipokuwa amembadilisha jina ndio unaona mimi ni Mungu wako. Sasa twende kule. Mungu anaweza kutupatia maisha hata kama hajawa wa kwetu, ila ni wa baba zetu. Haliishia tu kwa Isaka. Hiyo ni Mwanzo 28. Hakumwambia mimi ni Mungu wako. Ila akasema hii safari nitakuwa na wewe. Nitakupatia mavazi, nitakupa chakula, nitakupa kinai na ulinzi mpaka nikurudishe. Ila bado hajawa wa kwake. Wanasikiliza watu wanapoomba Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Kama wanamaanisha Mungu mwaminifu kwa agano aliloliweka mpaka Calvary na anayekuja mara ya pili, wako sahihi. Lakini kama wanamaanisha tayari amekuwa wa kwao, Mungu haambukizwi. Huo sio ugonjwa wa uviko. Wala ni mpaka ufanye uchaguzi. Ndio maana alikaja akasema wewe utakuwa Mungu wangu, kusema wa baba yangu tena wa kwangu. Halafu nyumba hii itakuwa nyumba ya sala, lile jua aliweka pale Betheli. Halafu akasema na kila utakachonipa hakika nitakutolea sehemu ya 10. Personal kwake yeye. Wewe anapofanya hayo yote anashughulika naye. Hakumpongeza, ila alisema kwa sababu umekuwa namna hiyo, umeleta tu 5, basi usimamie miji 5. Lakini alikuwa anaweza kwenda pia kama mwenzake, lakini hakumpongeza. Ndio maana ninaelewa kwa nini anasema wengine watang'aa.
zaidi ya wengine. Ndipo ninaanza kuelewa, kwa sababu tumepewa fursa sawa, ukweli tumepewa sawa, tumepewa hazina, tumepewa muda. Kazi inapokuwa ni ndogo, sio kwamba usika wa Roho Mtakatifu ni mdogo, ni akili ndogo inayofanya kazi kubwa. Amen. Kwa hiyo Mungu hatujalie kufanya maadamu bado ni mchana. Hakumpongea na wala hakumkemea, akamruhusu kuingia kwenye utawala. Watatu, soma aya 20. Aya 20 nasema. Anasema mwingine akasema, Bwana, hili ndilo fungu lako, hili ndilo fedha yako ambalo nimeliweka akiba katika leso. Eti niliweka akiba nikaifunga kwenye kitambaa. Unaweka akiba kwenye kitambaa. Kwa nini anasema hivyo? Nenda mpaka mstari wa 23. Kwa maana nilikuogopa. Eti nilikuogopa kwa kuwa mtu mgumu. Wewe ni mtu mgumu. Komea kwanza hapo. Eti aliogopa bwana wake ni mtu namna gani? Mgumu. Nilikaa chini nifuatilie ni nini alikuwa anazungumza huyu mtu, kwamba eti anapanda anakusanya asipotawanya, alafu anavuna asipopanda. Huo ndio ugumu. Nikafuatilia lile neno, ndipo nikagundua aliweka kwenye leso. Maana yake ni hivi, aliogopa akiiwekeza itapotea. Na kwamba huyu bwana ni mtu mgumu, ikipotea utajua. Kwa hivyo akaona naweza nikawekeza hapa ikapotea, na wewe navyokujua hapa ndipo patachimbika. Kwa hiyo nilichoona mimi nisiiwekeze ili isije ikapotea. Kwa hiyo hii hapa iliyo yako. Akamwambia, wewe nitakuhukumu kwa maneno yako mwenyewe. Kama ungelijua hivyo ungeliwapa wanaowekeza nipate riba. Akamwambia, wewe ni mtumwa mwovu, wewe ni mvivu na ni mwovu. Kwa hiyo kuogopa kwako ni nini? Eti ningeipoteza. Unaje Yesu alisema kwenye Mathayo 16 aya 20 akaeleza jambo moja, akasema ya kwamba yeye mwenye kupoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona, na yule ambaye anaing'ang'ania ataipoteza. Akairudia hiyo lugha kwenye Yohana 12 aya 25. Yule anayeikumbatia asiiruhusu kwa ajili ya Kristo ataipoteza. Huyu watatu aliikumbatia, hakuingiza kazini, na matokeo alipoteza. Ndio maana aliwaambia, mnyang'anyeni hiyo, mpeni aliye nazo 10. Halafu wale walioketi pale wakasema, huyu anazo. Akasema, sikiliza, aliye nacho ataongezewa, na asiye nacho hata alichokuwa nacho atanyang'anywa. Eti anataka kumkosoa. Anamwambia, huyu anazo tayari, anazo 10. Anasema, sikiliza, kwa kuwa anazo ataongezewa. Sikiliza kanuni ya mbingu ilivyo. Kadiri unavyojitoa kwa kazi ya Bwana, umekuwa mtendakazi pamoja naye. Maana yake ni kwamba akikupatia utatumika kwa ajili ya ufalme, na ataongeza na kuongeza. Formula ya mbingu ni ajabu sana. Ndipo alipoondolewa. Baada ya kusema hayo, mpaka aya 26 tumefika. Aya 27 ndipo akatoa amri kwa yule waliotuma wajumbe ili asitawale. Akawaambia, waiteni wote wasiotaka ni watale, muachinje mbele zangu. Baada ya hukumu hiyo, wote waliokataa asiwatawale watapoteza maisha yao. Hapa Yesu anataja hukumu 2 tofauti. Hukumu inayoendelea kwa sasa inafahamika kama hukumu ya upelelezi, na hiyo inafanyika tu kwa watumwa wake. Hii ni hukumu kwa waaminio, ni hukumu wanaolicha jina lake.
hiyo anatamani tutumike maadamu bado ni mchana. Baada ya hukumu hiyo atakapokuja, atawaambia vema, mtumwa mwema na mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako. Baada ya miaka 1000 atashuka tena, na saa hiyo ndio atawaita wote waliokataa asiwatawale, watachinjwa mbele zake. Na hicho ndicho kinatajwa sana kwenye Ufunuo, ni hukumu baada ya milenia. Kwa hiyo ametaja mithali inayoeleza kama hatuwezi kuruhusu Mungu alichotuwekezea ndani ili tupeleke mahara ilete riba, watu wamwamini yeye, wajitoe katika ufalme wake anapokuja. Tafsiri yake kama hatutafanya, maana yake hatutaki aje atawale, na ameshatoa jumla ya mambo yote. Wote wasiokubali watachinjwa. Mimi na wewe tuna nafasi. Aya yetu ya mwisho, waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili aya ya 28. Usome hiyo aya. Biblia inasema nini? Ndio maana utume na kazi na lenga wokovu wetu sisi wenyewe, sio kazi ya viongozi wa jimbo wala wa union yetu wala wa division. Hii sio kazi ya mtu yeyote wala mzee wa kanisa wala mchungaji. Ni wokovu wa roho zetu wenyewe. Kwa hiyo waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 aya 28 inasemaje? Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema, na sasa watoto wadogo. Sasa watoto wadogo, kaeni ndani yake. Kaa ndani ya Yesu, ili kusudi atakapofunuliwa, atakapokuja, muwe na ujasiri. Muwe na ujasiri, wala msiaibike mbele zake katika kuja kwake. Tusije tukaibika kwa kuja kwake. Kuanzia hapo tunasubiri tukio la kuja kwa Yesu mara ya pili. Yuwaja na mawingu na ana ujira mikononi, kulipa kila mtu sawa sawa na kazi ya utume. Namna ulivyohusika ili raia waongezeke kwenye ufalme wake, ndio itakayothibitisha kwenye ile mishpat ya kwamba tu wema na tu uaminifu. Kazi pamoja na utume ndio vinavyoweka tabia, sio kusema vyovyote. Sala na nini sio tabia, ila kazi na utume ndio vinavyoweka tabia. Ndio maana mwenye bidii katika kazi hizi inamtoa kwenye tabia ya kawaida, anakaa na wakubwa. Ndio maana huyu anayetika anaambiwa wewe ni mtumwa mwema. Usisahau ni watumwa aliowaita akawapa. Ilikuwa kumbe ni hatua ya Mungu ya kuwaokoa tabia zao. Halafu unaweka kwenye leso, hapana, tukae ndani yake ili siku atakapofunuliwa tusiaibike. Mchana huu wa leo, utume na kazi uko mbele yako na mbele yangu, na Yesu ametutia moyo, inatupasa kufanya kazi zake maadamu bado ni mchana. Kwa hiyo shughulika kwa ajili ya kazi. Mungu ameahidi kubariki kazi za mikono. Kama ni mwanafunzi, ni kazi aisome vizuri. Akipewa majukumu ya kilimo, ya ufugaji, ya taaluma, ayafanye vizuri. Mungu ameahidi kubariki, na katika kazi hiyo asisahau kuna utume. Kwa nini amenipatia utume? Ndio njia pekee ya kuongoza roho zetu kwake. Iliko hazina, ndiko na mioyo yetu iliko. Fanya kwa furaha unaposikia miito ya kiutume. Fanya kwa furaha. Lakini kwa kweli haikuwa kama Mungu alivyonena na sisi. Pengine walikuwa mpaka wengine waone wanavyofanya, walifanya lakini sio kwa uaminifu. Na wengine hata uaminifu wa zaka na sadaka ulio wa kitabia, wamekuwa na mashindano, wanaomba msaada wa Bwana. Wawe waaminifu na wawe wema. Hebu tembeeni tumoja hapa. Tamuita mchungaji mstaafu, kiongozi wetu ambaye amekuwa nasi leo, mchungaji Mark Waro Marekani. Taomba kwa ajili yetu. Ikiwa
Unajua kabisa kazi za kawaida kulikuwa na uvivu ndani. Kazi ya Bwana kadhalika uliona unafaidisha watu wengine. Wito ya huduma uliona kana kwamba sio ya kwako. Na uaminifu wa zaka na sadaka uliona kana kwamba unafaidisha mtu mwingine. Lakini umeelewa leo vema, mtume mwema na mwaminifu ni kwa kazi hiyo anatutakasa. Tembea tu uje hapa. Njoo tu kwa dhati. Unafahamu kabisa kwa kweli kazi na utume umenisaidia leo Bwana kunena na mimi. Tembea tu uje hapa mbele kama ishara ya ungamo lako na toba ya dhati, na kwamba ndivyo utakavyofanya kwa familia yako na watoto wako. Kule serikalini utakuwa mwaminifu, lakini mwaminifu katika masuala ya utume. Na kundi la tatu, wale ambao kwa dhati hawajakaa ndani ya Yesu kwa njia ya ubatizo. Ikiwa uko hapa, Mungu alijua utatoa maisha yako kwa njia ya ubatizo. Ikiwa uko hapa hujazamishwa majini ama ulirejea nyuma, na unaomba ikiwezekana Mungu akujalie kwa nafasi ya kanisa uweze kurudia Mwokozi wako, ama ndio kwa mara ya kwanza umegundua ya kwamba napaswa kukaa ndani ya Yesu, maana atakapokuja nisiaibike. Nione kama kuna mtu huyu ambaye anahitaji ubatizo. Nyosha mkono pale ulipo katikati yetu ama kule nje aliyeketi. Na wewe pia Bwana atakubariki katika sala hii. Nyosha mkono kama yuko kule nje ama hapa ndani. Na Mungu wetu anayeweza na anayetulinda atujalie kumtumikia na kufanya kazi hata ajapo. Asante sana, asante. Sikufahamu kuwa nitakuwa hapa leo. Ni baada ya mwenyekiti kunikaribisha. Leo ningekuwa Mpanda kwa mikutano ya ATAPE ya field ya Lake Tanganyika, lakini basi dharura fulani zilitokea. Kumbe na mimi nishiriki mbaraka huu. Pamoja na yote aliyosema mhubiri, tutayaombea mengi hapa, na nakushukuru sana mhubiri. Hapa tulipo ni Kusekwa Memorial School. Tuko hapa kwa sababu ya Kusekwa family walioamua kufanya kitu hiki. Katika ombi hili nitaombea kituo hiki. Mkurugenzi limuona hapa yule kijana. Tulikuwa naye juzi kule St. Louis, Marekani, na alipotoka huko alinitembelea nyumbani na dada mmoja anayeishi Marekani. Tukawa na wakati mzuri, na alieleza changamoto zinazopata watu wanaoamua kufanya kwa ajili ya Mungu. Tutaomba ya kwamba Mungu aliyehubiriwa leo, El Shaddai, awe pamoja na kituo hiki. Na wewe tutaombea kusudia kufanya, ufanikiwe, lakini ukiwa na Yesu. Nani Zubazu, kwa niaba ya wanaATAPE wote, wajasiriamali, maisha yangu yote ya utumishi natamani kuwaona Israeli wakiwa vichwa wala sio mkia. Sio tamaa yangu, ni tamaa ya Mungu. Ndivyo alivyoahidi taifa lake. Nitaombea wachungaji, nitaombea viongozi, nitaombea mkutano wote huu, na Bwana asikia. Tuombe. Baba Mungu wa mbingu na dunia, hatuna hata hadhi ya kulitaja jina lako. Hata ndimi safi hatuna za kutamka inavyostahili.
lakini asante kwa neema uliotupatia ya kwamba tunaweza kusimama mbele zako. Nasema tu Bwana uhimidiwe milele na milele. Tarehe 20 Disemba 2025 tuko katika kituo hiki cha Kusekwa Memorial Schools. Ulianzisha Mungu kituo hiki kwa kusudi kama hili. Hatukujua ya kwamba siku moja wajasiriamali na taaluma watakuwa wakifanya mikutano katika kituo hiki. Wewe ulijua. Sasa Mwenyezi Mungu, tunaomba ya kwamba kituo hiki endelea kukiwekea mkono wako, kikafanikiwe, kikabarikiwe, na kinapofanikiwa utukufu usiende kwa binadamu, utukufu uende kwa jina lako lililokuu. Umesikia watoto wako wakiomba mara nyingi, na umenisikia nikiomba mara nyingi. Naomba leo tena Bwana unisikie, ukatende sawa sawa penzi yako. Katika ombi hili ninamwombea mchungaji Paul Semba. Umemtumia mahali pengi katika ujana wake huu. Ninamwombea nguvu yako izidi kuwa pamoja naye. Endelea kumtumia hata zaidi ya ulivyomtumia muda uliopita hapa ndani ya taifa la Tanzania na hata nje ya taifa la Tanzania. Mtumie tena kuonya na kuelekeza. Kwa hiyo Baba, namweka mikononi mwako mtoto wako, tukikushukuru kwa huduma aliyoitoa katika mikutano hii. Endelea kumtumia ukimbariki yeye na nyumba yake. Katika mkutano huu ninaombea field hii pamoja na kuliombea kanisa, lakini particularly field hii. Field ambayo imeanzishwa miezi kadhaa iliyopita, lakini Bwana tunaona mkono wako. Inafanya vizuri mno. Hivyo namuombea mchungaji Mashauri, mchungaji Otieno, mchungaji Lengai, hawa vichwa uliowaweka kuongoza field hii, pamoja na wakurugenzi, wachungaji, wakuu wa taasisi na washiriki wote wa Simiyu River Field. Baba, uwe pamoja nao. Ibariki field hii, ifikishe kule ambako Mungu ulikusudia ilipokuwa inaundwa. Nguvu zote za yule mwovu zinazoweza kusimama mbele yake zishindwe kwa jina la Yesu. Wabariki watu wako. Field hii na taasisi za elimu 3. Upandagila High School, Guria Secondary School na Upandagila Pre and Primary School. Nimeona hapa wako mbele zako wanaosimamia taasisi hizi. Baba, ninaomba mkono wako uwe pamoja nao. Bariki vituo hivi vya utume. Mara kadhaa wamefika nyumbani kwangu, tukaomba pamoja, kawatia moyo. Leo tena ninawaombea uwabariki. Mchana huu naombea wachungaji walioko hapa, wanaochunga, wengine chaplain, wengine wachungaji wa mitaa. Wapatie roho wako. Fanya kazi katika kizazi hiki cha mwisho iwe kama fujo takatifu. Kila mahali wachungaji wasimame kwa kichwa cha Bwana, waaminifu na waadilifu na wajuhudi, maana umetuambia tena kila kazi italetwa mbele zako, na umesema hakuna mnyonge, hakuna mzembe atakayerithi uzima wa milele. O Baba, umesema kipimo cha hukumu ni kazi, sio imani. Neno hili umelileta kwa nguvu sana. Hebu lizame ndani yetu, watu wako wakachape kazi kwa utukufu wa jina lako. Ninaombea ATAPE wote walioko hapa, viongozi pamoja na wanatape kwa ujumla wao. ATAPE Simiyu ambayo walipanga na kumwita mchungaji kijana Paul Semba watie moyo kiroho, na kulikuwa na wahudumu wengine waliosimamia mada mbalimbali. Ninaomba ya kwamba ATAPE ya Simiyu ibarikiwe. Ibarikiwe, ibarikiwe. Na hubariki jumla. Wewe sio Mungu wa jumla. Bariki mwana ATAPE mmoja mmoja. Nimeona wana ATAPE wamesogea kwenye jukwaa hili ambao wamesema kwa kweli kwa miaka mingi tumekaa, lakini hatukujua, hatukufanya inavyopaswa. Hawakusogea kwa Pasa Malekana, hawakusogea kwa Pasa Semba, wamesogea mbele zako. Ninaomba ya kwamba Bwana, kwa vile wamekuja na mioyo yao, wapokee.
Unapowapokea, wasamehe yaliyopita. Wape nguvu nyingine ya kutembea wakiwa wapya kwa mitazamo, kwa imani na kwa kila jambo baada ya mikutano hii. Baada ya mikutano hii, kila mwana ATAPE arudi mahali alipotoka, arudi kutoka kule Maswa, kutoka Meatu, kutoka Itilima, kutoka Busega, kutoka Bariadi vijijini, kutoka Bariadi, warudi wakisema kwa kweli tumemwona Bwana na Bwana amezungumza nasi. Wabariki wana ATAPE wote. Kuna watu ambao wamejitoa kukufuata wewe. Wito umetolewa, wanyoshe mikono. Wako hapa mmoja na kadhaa wako hapa. Wapokee Mwenyezi Mungu. Wapokee katika ufalme wako. Neno letu moja, wewe ni Mungu, sifa zako ni kuu, njia zako ni za haki. Baba, tunasimama kusema kuanzia sasa tena hatuwezi kuondoka kama wewe hutakuwa pamoja nasi. Uso wako usipoenda nasi tusiondoke hapa. Baba, tunaomba uso wako uende pamoja nasi. Uende na wachungaji, uende na wakuu wa taasisi, uende na viongozi wa ATAPE, uende na wana ATAPE wanaume na wanawake, uende na waimbaji, uende na mhubiri, uende na kila mtu. Uso wako uende na wastaafu walioko hapa. Tunaomba uso wako uende pamoja nasi. Baba, asante kwa sababu umetusikia. Asante kwa sababu utatenda. Tunaomba haya kwa imani kuu pasina shaka, kupitia jina lile lenye nguvu, jina la Yesu anayekuja, ambaye ametuacha tufanye biashara. Kwa jina hilo tunaleta haya yote kwa imani katika jina hilo. Asante kwa sababu utatenda. Amen. 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 Sauti moja 27, utume kwa wote. Huu ni mpango wa kanisa la Waadventista wa Sabato duniani kote, unaomtaka kila mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato, kila kundi, kila lika, kwamba tuwe na sauti moja ya kumtangaza Yesu Kristo katika ulimwengu huu. Tuwe na nia moja, sauti moja, tuwahubiri maelfu wamchague kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ni furaha. Mimi mkulima na mfugaji naungana na programu hii ya utume kwa wote kwa ajili ya kuwaita wengine wasiomjua Yesu, kutumia rasilimali nilizo nazo kwa ajili ya kutangaza kazi ya Injili, ili watu wengi waweze kubatizwa na hatimaye watu wengi wamjue Yesu. Tunayo kila sababu ya kwa sisi watafuta njia, ni jukumu letu kuweza kuwavuta watu wengi kwa Bwana, ili kusudi waweze kulifahamu neno la Mungu kupitia utume. Hivyo basi, kiwa Pathfinder yote, sehemu popote, sehemu yote ulipo, ni jukumu lako na wakati wako wa kuweza kuwavuta watu wengi kwa Bwana. Tukumbuke ya kwamba kila jambo tunalolifanya, liwe ni dogo au ni kubwa, aidha ni kupitia maombi, kupitia matendo ya huruma na vitu vingine, yote hivi vinatuleta na kutusogeza na kuileta furaha ya Yesu Kristo katika Injili. Sauti moja 27, utume kwa wote. Ni wito wa utume kwa kila mwanamke. Kila mwanamke anahitajika kwa ajili ya kupeleka utume katika jamii yote inayotuzunguka, lakini yeye mwenyewe akiwa kama
kielelezo. Watoto wanaitwa pia kuwa na maadili mema kwa ajili ya kuandaa watoto wenzao ili wanapokuwa waweze kuleta watoto wengine kwa ajili ya ubatizo. Nategemea kuwa na ubatizo mkubwa 2027 kwa ajili ya kuwaleta watoto wengi kwa Yesu. Tunasema One Voice 27 Mission for All. Ukizungumza voice, muziki ni sauti. Tuna jambo moja kubwa 2027 tunapoelekea sisi kama wanamuziki. Ni wakaribishe wanavikundi wote, kwaya zote, mwimbaji mmoja mmoja. Umoja wa sauti una nguvu. Sikia kipawa cha muziki. Nami niwakaribishe tukiungana katika kauli mbiu One Voice 27 Mission for All. Sauti moja 27, utume kwa wote. One Voice 27 programu hii ambayo inaanzia sasa ya kupeleka injili kwa watu wote, kufikia watu wote kumfahamu Yesu. Na katika idara ya mawasiliano tumetamani kwa namna pekee sana kutumia vifaa vyetu vya mawasiliano kama simu hizi, mitandao ya kijamii, WhatsApp groups, pages, kufikia watu wengi. Na hivyo basi nakualika kwamba tuungane pamoja katika idara hii ya mawasiliano kufikia watu wengi kwa ajili ya utume. 2027 kauli mbiu ya One Voice 27 haitamwacha mwinjilisti mlei, haitamwacha mchungaji, haitaacha kaya na familia, na wala haitaacha mshiriki wa shule ya Sabato. Na hivyo na waalika wote tuingieni katika huduma ya One Voice ili kubatiza. Bwana atubariki. Ni msukumo wa kimkakati kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ni uzoefu wa pekee sana unaotukumbusha ubatizo wa Yesu Kristo uliofanyika mwaka wa AD 27. Katika kipindi hiki cha kazi, itakapofika mwaka wa 2027, itakuwa inatimia miaka 2000 tangia Yesu Kristo abatizwe kwa maji mengi katika mto wa Yordani. Katika msukumo huu wa kazi, tunamuita kila mshiriki wa kanisa Simiyu River Field, kila idara katika makanisa yetu, katika ofisi zetu za jimbo Simiyu River Field, tushiriki kikamilifu katika kuwafikishia watu wanaotuzunguka ujumbe wa Yesu Kristo. Tunaweza kutumia rasilimali zetu zote kwa ajili ya kufikia jamii. Zaka zetu, sadaka, na kanisa linaitwa kwa ajili ya kusukuma utume ili watu wote wamjue Yesu. Tujiunge pamoja katika utume. Mpango huu kilele chake ni Septemba 2027 na mpango huu wa kanisa unaanza sasa. Rai yangu kwa washiriki wote wa Simiyu River Field, tunawaomba kuingia kazini kwenda sambamba na mpango wa kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni. Tumhubiri Yesu katika mipaka yetu, tumtangaze Yesu katika mipaka yetu, tuwalete maelfu wabatizwe, tukiandaliwa kwa ajili ya maisha ya umilele. Wadogo bane, tuingeragi kumilemo tuntangajo welelo kukila mwene kumahanga gose, bantu abose banzunye Yesu bokolewe, na hatimaye tuandaliwe kujana Yesu kubupanga butashiraga. Sauti moja 27, utume kwa wote.